Habari guys, angalieni hiyo picha. Mnaona huyo mwanamke na mwanaume wamekufa siku ya harusi yao, wekiwa sumu kwenye chakula. Huyu kaka anaitwa Joe na huyu mwanamke anaitwa Celine. Wameuliwa na mdada anaitwa Sylvia. Huyo Sylvia alikuwa ni ex wa huyu mwanaume. Polisi walipomkamata huko jela, walivyokuwa na mhoji, akaeleza kwa nini amewaua. Anaeleza hivi: yeye alikuwa na mahusiano na huyu kaka Joe kwa miaka 6. Miaka 6 imepita, huyo Joe alikuwa hana hela, hana nini, na vitu vingine alikuwa anamsaidia yeye. Anasema mpaka nguo, viatu, hata vitu vingine vidogo vidogo alikuwa anamsaidia, kwa sababu huyo Joe alikuwa hana hela, alikuwa hana kazi. Huyu Joe alimwahidi Sylvia kumuoa, ndio maana Sylvia akawa anajitoa vile, anajua huyu ni mume wangu mtarajiwa, siku yote akipata atanioa. Kwa hiyo hata kama nikimsaidia kwa vitu vidogo vidogo hivi ambavyo ana shida, sio mbaya. Kwa hiyo Sylvia alikuwa anampenda kweli na akawa anajitoa kwa huyo mwanaume. Sasa mwanaume alipoona maisha ni magumu sana, akafanya mpango aende nchi za nje. Alipopata visa akasafiri. Wakaagana na huyo Sylvia akiwa anasema kwamba mambo yangu nikienda huko mambo yakawa mazuri, nitarudi tufunge ndoa. Mwanaume akaenda. Anasema ndani ya mwezi mmoja alipokuwa huko nje nchi akawa amebadilika. Huyo Sylvia anasema mwanaume akabadilika, akawa ni hamuelewi, mawasiliano yakawa ni ya shida, hampati, ubize si ubize. Baadaye mwanaume ikabidi afunguke tu, akasema bwana, mimi naomba tuachane, mahusiano ya hivi mbalimbali mimi siyawezi. Basi Sylvia anasema aliumia sana, lakini akawa ameacha. Akakubali kuachana na huyo mwanaume. Sasa mwanaume akaanza kuchati na rafiki wa Sylvia ambaye anaitwa Celine. Huyo Celine akawa anachati na mwanaume, wakaanza kuongea mpaka kufunga ndoa. Mwanaume akasema nikirudi nchini tunafunga ndoa na kuoa. Basi mahusiano yao yakaenda vizuri sana. Huyo Celine akawa anashindwa kujificha. Akawa anawaza Sylvia, huyu alikuwa mwanaume wa Sylvia, ngoja nifanyeje nikamwambie Sylvia. Sasa huyo Celine akamfuata Sylvia kuongea naye, akamwambia Sylvia, wewe na Joe najua mmeshaachana, ila Joe na mimi tumeanza mahusiano. Sylvia akasema sawa, hamna shida, na tuna mpango wa kufunga ndoa. Sylvia akasema sawa, hamna shida, mimi nimesha move on, nyinyi endeleeni tu. Joe alivorudi kwa ajili ya kufunga ndoa na huyo Celine, Sylvia akawa ameact kama vile ameelewa mahusiano, hajaumia, lakini kwa ndani kumbe alikuwa ameumia. Anasema kwamba yeye amepoteza miaka yake 6 kuwa na huyo mwanaume, amemsupport kwenye kila kitu kabla hajaenda huko nje. Anasema pia ametoa mimba 3 za huyo mwanaume, mimba 3. Alafu leo hii mwanaume anamwacha, anaenda kuoa best friend wake, anaoa rafiki yake. Kwa hiyo yeye akawa anasema kwamba amekuwa betrayed, amejisikia amekuwa betrayed sana, yani amesalitiwa na hao watu wawili. Kwa hiyo akasema the only option yeye asira yake kampelekea kuoa. Siku ya harusi yao, muda wa chakula akawawekea sumu kwenye chakula. Walipokula hicho chakula, after 30 minutes wakafa wote. Ndio uchunguzi uliofanyika, kajulikana ni sumu. Ndio huyo Sylvia kukamatwa, ndio akawa anaojua, ndio akasema hivyo. Akasema mimi nimekuwa betrayed na huyo rafiki yangu, na huyo mwanaume alikuwa mwanaume wangu. Jamani, ila hata kama huyo mwanaume alikuwa amemwacha huyo Sylvia, si angeenda kutafuta mtu mwingine? Kwani mpaka ukatembea ukamchukua rafiki yake? Alafu saa nyingine kuna watu sasa kwenye comment wanasema inawezekana huyo rafiki ndo aliharibu mahusiano yao. Inawezekana rafiki alikuwa anaongea maneno kwa mwanaume ya uongo, kwa sababu saa nyingine vitu vinatokea. Mimi mwenyewe vimeshanitokea hivi vitu jamani, vinatokea. Rafiki yako anaweza kajaza mwanaume maneno ya uongo, anaona mahusiano yako vizuri, anaenda kumdanganya mwanaume wako ili wewe tu labda uonekane mbaya, ili muachane, yeye asikie raha. Na wanaume mara nyingi wakiambiwaga vitu na marafiki wanavichukua kama ni vya kweli, wanaamini. Kwa hiyo inawezekana huyo rafiki ndo alimharibia mwenzake mahusiano, alafu akaanza kujifanya yeye ndo mzuri ili yeye ndo aolewe, ila mwisho wa siku kaisha kufa. Haya jamani, nasubiria wanaume hapa watasemaje, maana kuna ile story ya Sibusiso ya South Africa, wanaume walisema Sibusiso ajengewe sanamu. Haya hapa kwa Sylvia mtasemaje?